Asilimia kubwa ya watu huwa wanaelezea changamoto ama madhara wanayopitia watu ama wanaume ambao wanajichua, lakini huwa hawaelezei madhara ambayo anayapata mwanamke mwenye kujichua kwa muda mrefu. Sasa hapa nataka nikuelekeze kitu. Kama mwanamke anakuwa amejichua kwa muda mrefu, ni kawaida kuona anapitia hali ya ukavu sehemu zake za siri. Matokeo yake anapata maumivu makali wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Lakini pia anakuwa hana hamu ya kushiriki tendo la kwa sababu anaweza kujimalizia shida zake mwenyewe. Hivyo inampelekea kutokuwa na msisimko ama muhemko kwa ajili ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini pia inaenda kuua tezi ile ambayo inazalisha uteute kwa ajili ya kushiriki tendo ili awe smart kwenye hilo swala. Hivyo basi kama anapitia hii hali, ni mtu ambaye anahitaji matibabu ya haraka sana, kwa sababu ambapo atahitaji kubeba ujauzito itakuwa ni ngumu, kwa sababu pia hii hali inaenda kusababisha kuua ule uteute ambao unasafirisha yai ama unasafirisha mbegu kutoka kwenye uke kwenda kupita kwenye mirija na kwa ajili ya kulifikia yai. Hivyo matokeo yake unajikuta anahitaji mtoto, lakini inakuwa ni changamoto kubwa kuweza kubeba ujauzito. Lakini pia shida nyingine, anaweza kupata saratani ya mlango wa kizazi, kwa sababu asilimia kubwa huwa anatumia maybe ni tango ama ndizi. Kwa hiyo hivi vitu anapoingiza sehemu zake za siri vinaenda kupelekea kuua bakteria walizi na kuzalisha bakteria wabaya zaidi, ambao wenyewe wanaenda kupelekea kansa ya mlango wa kizazi. Hivyo basi kama mwanamke umejichua kwa muda mrefu na sasa hivi unapitia hizo changamoto, wasiliana nami leo ili niweze kukusaidia, kwa sababu hii haihitaji dawa peke yake. Pia kuna baadhi ya vitu ambavyo unatakiwa kuelimishwa ili uweze kuachana na hii shida. Lakini kama umependa, follow, share, comment ili na wenzako wajifunze zaidi.